This is Rock City Podcast, man. The biggest, the baddest podcast in and out of the city, coming to you like from Rock City to the world. Nina record kweli. Record kweli. Wagwan. This is Rock City Podcast, episode 11. How you doing? Mzee, welcome. Unajua? Bana jo, waje mjawa. Mimi niko bie. Mchukua break. Tuko tumeingia haters. Bana after episode 10 hapo hivyo bana jo. Small haters kidogo hapa kule. Yeah, hapa kule. But we are back kama kawa. Yeah, how you been, bro? Mimi nimekuwa vula manze. Yeah. But mvua imekuwa mzuri. Yeah, most definitely. Imekuwa mzuri lakini nasikia uko Ololua manze. Ololua jo kuna gore medunda. Gore medunda. Kuna deaths reported ama. Wasiwani tu ndo wako trapped. Afu juu historia ya mvua. Hizo rescue mission imekuwa tricky ni aje. Juu ya mvua manze. Yeah, the rescue missions. But ni wasiwani wako trapped. Yeah. But it's a developing story. Yeah. See as it goes, touch it go. Okay, so me according to me unajua mimi naangalianga pia corruption to a certain level yuchangia hizi nini koroko dunda na hizi structures kuanguka and shit, because if I can build something that if when rain comes in is a dunda tu kuna msee mwenye amekaa labda msee kama wa county nikalipa license nikakuwa approved kujenga at this place. Unajua kuna places zenye ufai kujenga, probably the soil texture nini vitu kama hizo unaona. But there is somebody who is going to come and assess msee wa gava akule do fulani alafu tena bado alipe. Meda hiyo kwangu noma. Hiyo kusema kichidewe sio mbaya, but sasa shida inakuanga ni umechukua perani wa land. Alafu unaanza kuijenga kiubovu, kiulegevu. Wana subcontract the building, unaona? Yeah. Anune vitu fiti wafanye design yenye na ita maintain hiyo, unaona penye hiyo land iko. Yeah. Sijui kusema hiyo story ya nini ya land inanikumbusha the Netherlands. Unajua tuna miongo God created earth. Yeah. And the Netherlands created Netherlands. Wase umefanya nini? Wewe America ni land from the sea bana. And it's crazy wanafanya. Crazy. Wanajenga shit ka port go down that shit. Bana. So hiyo idea imegrow hadi ndo ikaenda kutengeneza Dubai. Oh yeah. You know. Reclamation and shit, yeah. You know. Such things. So mimi naweza sema yes, unaweza fanya njia zako uendo build in a not so suitable land, but kama wewe unaenda kujenga hapo na ujamedi, yeah, Mother Nature itakubembeleza. Okay. But tukiendelea na hizo sadness tumalizane nazo. Msikio story ya Mandera is deadly. I think we last time we talked about is it 3 weeks or 2 weeks ago? Yeah, tulikuwa tunaongelea nakumbuka tulikuwa tunaongelea hii shit yenye imekuwa ikihappen. Kuna ile there was a time juzi hapa kulikuwa na attack on Sekuru in northern Kitui, I think. The Somalis attacking the Kambas after kuna karao fulani Mkamba ameua Msomali. Ule madama kabanja ule alimwachilia, lakini usikie sasa ati madhe anataka kuwa politician. Yeah, ni aspirant bana jo. Hao ndo wasema nataka kuelect 27 bana jo. Jaba. Slogan ya tuko kadi mtakomeangusha man. Mtakomeangusha. Sasa tukienda hiyo back history ya Mandera na Sosita walienda. Wasisita walikenya. Wasi watatu ndo walipenya wazee Kadere. Yeah. Na passenger wawili. Nichekio story bana, wala waligongo kwa mat fulani hivi. Ni matatu manzate ilikuwa matatu attack. But security nafaa kwa beefed up. Afu wasa wameingia MIA. Kuna story fulani hadi ilikuwa gani draft hapa. You relate na shit na hawa say pia. Na hiyo attack yenye happen. Juzi around 2 days ago kuna terrorists wali sneak through the border with guns.
na walikuwa na GSU weapons na ammunition na GSU uniforms na ammunition, wakashikwa on the way in, they were already in Kenya, walikuwa shaingia ndani. So these guys are labeling them as terrorists, as they're labeling them in the papers and shit, yeah? So hawa sasa kama wameshikwa na weapons na mpaka uniforms za makarao. The malicious deep. Na orezo fulani hapa hivi anafungua borders for these people. Okay, we are not xenophobic or anything, or but we're just protecting our nini, because we've been there. We've been here, but unajua mimi naweza sema hapa mimi naweza sema manzi hapa tu juu unajua alishasema shit kitambo, historia ya visa free. You know, it's like 2 years past prior. Juu dwali ingia kwa hiki alipeana kujeni. So mi siwezi kwa against it juu mimi naweza tamani tu sio mbaya, sio mzuri, but tuone stay different. Ukipatana na Mkongo kamhosa Kanairo, unaona. Unajua the problem is hata ukicheki unataka kuna country yenye tumekuwa na hostilities na for ages since independence, even before independence at a certain point in time. Ni Somalia. Somalia to the northeast. So hii country yenye kwanza kuna civil unrest. Alafu kuna share border nayo. We have a Somali, we have a Somali community. In Kenya, very big Somali community. Yes. But they're letting in more, which unajua pia bado hiyo tukiachilia wengi wanaingia, na unajua we have been at odds with them for ages. The more we let them, the more we bring in the influx, the more kuna higher chances za terrorist kusneak in, ama bad elements kusneak in pia through our say pia na our say when you wanna come probably legally. Kuna hiyo risk, but mimi naweza sema sio wote ndo terrorist, you know, sio wote. So naweza sema a certain percentage inaweza kuwa ile, certain percentage inaweza kuwa on. So mimi naweza sema hapa ndio sasa tunaweza chasi mkono kwenye our security forces, intelligence, blah blah blah, to know who and who those bad elements are. Juu sasa hii hatuwezi jua nani mbaya. Adam South Africa anaweza kuja kusema haha amefanya, unaona, mnaija kuje mburu, unaona. Sasa tumelete in everybody. At least tuko na wasudi wako kwa community, you know. Trying to be the US or something. Sasa we wanna do that cause tunadai hii ndio kwa breeding spot ya everybody. Which is not bad. So but iko na hiyo risks, the risks are very high juu hiyo criminality. Next on the headlines, hii wiki manze Kenya inaenda kumake history. The Africa Forward Summit. Manze Macron. Emmanuel Macron anakuja Kenya na 30 others. What are we doing in France, man? Man? Mimi niko like okay. France ni wa deadly. Wanafanya hivi our other African counterparts. No, hao sio wanachujua countries zingine in the west of Africa. Sasa tuko hapa hivi jo tuna unajua kuko na history imekuwa for a while. Juu hata unani bring back hiyo story ya nitongaje RSF ile ya South Sudan. Yes, unajua RSF wali launch jini party ya launch nini KCC. You remember? And you also kauliza how the fuck are these people? Walikama launch. What were they launching? They were launching a party. RSF party, you know, in Kenya. But then diplomat fulani akisema Kenya night kama sikuwa nimeelewa the words, but walikuwa wanasema hii ndio like the safe haven of everybody. Wewe uko na ngori na wewe uko na ngori na huyu. In the meeting spot. We always pick a side, and most of the times we pick the wrong side.
Sasa RSF bro, how is RSF coming to our aid? Ama probably sio to our aid, ni ile hakuna safe spot nyingine RSF in Africa wange launch apart from South Sudan. But sasa what are they bringing to the table? You know shida, like what are they bringing to the table? Because if I align with you right now, yeah, that's a geopolitical thing. So because if I align with you right now, unajua RSF, if the Kenyan government was aligning with the Sudanese government, the actual Sudanese government, then that would have been diplomatically correct. But sasa you're aligning with a rebel group. They are not. RSF is a rebel group. They are not aligning. Mimi nasema tu in terms of venye some kwa place like tuseme tu specifically Kanairo ni ka safe spot. Ka venye Dubs venye attack venye Iran ilianza ku attack Dubs wasakaanza kushtuka. Yeah. Ufai ku attack Dubs ni safe haven, ni place matourist wako ni madonga not tu ni experts tu wameletwa wakajazwa tu hapo. Unaona Manilon Why attack haven? Yeah, so so hiyo mimi na medingi at that angle juu vitu mingi zinafanyikanga huku tu Kanairo tu nasikia huyu msee ni my name is, lakini majali kwa Kanairo kufanya meeting mwingine tena kuja okay, not bad. Kama ni a safe table for people, ni sawa. So mimi naweza sema history ya France, we never know, labda wako na kitu mzuri, bonjour unaweza kuwa hapo tulete mambo yote manzi. I think plus unajua 30 presidents coming to your in Nairobi, man. Bro, Nairobi, this is going to be crazy. Itakuwa noma. Bro, hata ni 32 counting plus our president plus Macron. 32. Mimi chance kudanganya, mimi naona tu hii ni opportunity ya the mice industry. Wasa wanaenda kudishi deadly. Mimi naona kama kuna data itatoka, most probably kutakuwa na incentives definitely zitatoka. Yeah, obviously. Yeah. And sasa it may come right on time because we're just less than a year, or we need a few months to a year less to the elections. So I say watapata ndio kuiba ndio kama mimi ngore tu mimi niko najua hii summit ikifanyika, niko najua inafanyika, but niko nadhani itafanyika Bomas. I think that was the plan for Bomas, imagine. But Bomas haijaisha. So that was the freaking plan for the Bomas to, yani ikianveliwa ina unveil with an historic event. Oh yeah. But that would have been good, yeah? That would have been good, but that was the plan. Really nice. That would have been really nice. But iko na plan zake. I mean, like my honest feelings. Yeah. My honest feelings are kuna agenda tu fulani imekuja kupushiwa. Yeah, most definitely. Na tutajua tu yeah. In time we're going to find out. In time tutajua. We're going to fuck around and find out. Yeah, most definitely. Yeah. Olakalao imekuwa deadly. Nyandarua. DCP washachagua mse. Na walifanya nomination yao be peaceful sana. Mimi hata nikashtuka. Very very professional, like it was very professional. They did their thing. Wakapata mse wao. Yeah. Wali flood police stations zenye walikuwa wameselect kama police stations za DCP on that particular day. Yeah. Wasi wao wali turn up. Which was a direct contrast to nominations za UDA. Na UDA was a very heated one because it had like 9 contestants. Yeah. But sasa Moshina na John Wambogo, LSGD Maitama, I don't remember his alias. Yeah. Walikuwa contested juu nani ameshinda na 3,200 something, alafu Kabogo Wambogo akawa na 3,000
100. Sijui wamechana na kiasi. Sako like yo man. So ilikuwa very heated but kuna mseme contest anasema mwanzo inafaa kwa mimi bana. Ni Jojo Mbogo Jojo Mbogo anasema inafaa kwa mimi. Moshina anamwambia wewe inafaa kwa mimi. Ni mimi ndo nabeba hii kiti. So that's gonna happen. Sasa tutajua ni nani hapo. I think wataenda kotini definitely watapelekana kotini. Wallahi. Mimi naweza sema not necessarily. Si unaweza hold to you we are like in a near some months to a general election. No, you know the thing about it is if you elect me right now and it's less than a year or near couple nimeshamoka na mwezi kadhaa tu election. Yeah. Ukinipatia hiyo kiti sahi mimi ndo nitakuwa incumbent 2027 ikifika. Mimi ndo nitakuwa ule msemo mwenyewe nilikuwa nimekalia kiti. Sasa mimi ndo mnakuja kunitoa. And I wouldn't have fallen off down. Sitakuwa nimefall off kwa grace ya wase ama favor ya wase. Sababu ama kwa popularity yangu itakuwa imeshuka kwa sababu ati because it's going to be said ati wewe hatakuwa mwana job yangu in less than a year. Nitakuwa hata nitaenda campaign ki blame nini budget ya ule msemo mwenye alidedi. Yeah, unaona politics. Yani sikupata temeku sasa policy yangu sasa nipeni another term sasa ndio execute well. That's what is going to be. We will itakuja. Okay, so okay, now I get it. Yeah. Oh. So Mrs. Leo leo nataka kuwavumbulia. Tuvumbulie. Sasa tufichulie. Kuna scandal imelipuka. Lipua. Scandal imelipuka. It's a blood scandal, Apparently since 2024 the first daughter of the president of the country, Charlene Ruto, she has she runs a blood donation campaign, right? They urge youths to donate blood so that you can fill our blood banks, right? But sasa the World Integrated Trade Solution Farm ilikam na a blood scandal. It wasn't really, they were not actually exposing anything, but apparently Kenya is one of the chief producers of blood in Africa. We export so much blood, we export so much blood that in the last year we had exported 58,859 kilograms of blood. Now, every kilogram goes for $552. Ooh. That's the first half. It was actually the first half of the year. We produce 58,854 kilograms of blood, and each kilogram goes for 552. Unajua blood ikiwa ishadonetiwa inaweza kuwa 8 kilograms. Ikiwa kwa blood inapimwa liters, yeah. Now, apparently 12 million bob. Yeah, or even more because it's in dollars. Because it's in dollars. Yeah, 12 million, yeah. So sema hii ni kama ngapi? 12. 12? Let's go the highest number, 60. 60,600. Okay, that is 36. No, 36 million. 36 million. Dollars. Yeah. $36 million. Yeah. Equivalent to 60,000 kg of blood. Damn. Sasa nini? Pali sasa Roiko inakuja kwa story na karangike ni wapoa. We have been having blood shortages in our hospitals. People are actually dying because of lack of blood. Yeah. No? So, who runs this blood run? About this blood donation campaign? The daughter's president, right? Excuse me. The daughter's president, see no? Yeah. They've been urging other university students, who are highly targeted.
Ati alafu unaenda pale hivyo una donate damu, sijui anakuambia nini, alafu tena unakupea scholar ama nini. What the fuck? Some shit bana. Msa fanda na make 36 million. Oof. Bro, nikuulize. Umeiba everything. Yaani umegosa kugosa lakini bado inabaki sasa pia damu tunaweza kulia kwa damu pia bado it's a viable market that we can actually make money out of this one. Mimi mwenye nanishtuanga ni ile LD. Organs bado. Yale body organs, yeah? Uko da damu. Waise, wenye wanapojiskola. Ni ya diri unakunya jiskola. Ya kidney, unaambiwa tunatoka 300k for kidney. Unaweza mimi 300. Nikuulize like for tuseme tu umesota tu vizuri yani umesota ile tu yani deadly. Nimesota videdly. Unaweza chukua dogo ngapi upea kakini kangu. Hai. Manze hapo labda kabenzo hivi. Kabenzo Maybach. Upea Benz tu. Hapana, si bei ya Benzo Maybach. Hiyo ni kado ngapi? Ka 34 to 50 mil. 34 50 mic. Lakini moja alafu niachane na Vices. Hayo ni ngumu. That's too hard but. What about you? Ama mimi kipeleka 100 mic. Unajua 100 mic ndio unaweza buy kidney zingine 5. Unajua lakini unajua kama kuna stuff fulani nilikuwa nasoma story. Unajua kama mwili yako ni kama iko na specs fulani zinadai. Not everybody party MC inaweza ingia kwa mwili yako. Labda wewe unaweza peana. Lazima mko compatible tu. Yeah, so unaweza risk uze 100 mil lakini unajua mimi nikipeana enyewe na give up my vices. Unauza 100 mil unabai ingine na hiyo 300k hiyo ndio wasa unapewa. Alafu na buy V8 CV8 sasa ya kunipeleka Gausi dialysis every month. Wow, love dialysis ni 100k. What the fuck bro, like you just can't be giving baby. Wallahi it's expensive as fuck bro. That shit's gonna your shit zani itafanya uko broke. Tuseme hapo after surgery itakula tuseme a meal ama tuseme more than tuseme 10 meal. Okay, J Jones. Tuseme 10 meal running for 5 to 10 years straight, no? Yeah man, imagine. So yenye lazima kupedo ya maana. Usikubali 300. Itisha wewe ni valuable. Hata kama ni kama wale lazima wale toes. Ati unapata take hiyo business kwa na noma nayo like you give me 3 million. See they were saying 3 to 5 million. Yeah. Give me 3 to 5 million. Yeah. Ndio kuna nikupe to yangu moja. Bro, chukua mbili. Take two. Hapo kuna 6 mic. Na unaweza tembea. Yeah, still walk bana. Unachanganya open shoes Asizi open. Close shoes. Hiyo huwezi buy open. Sasa utakuwa unakuuliza gajo. Shida ni gani? Accident. Accident ilikata tu moja tu. Kwanza hawezi washa watu mbili kwa mguu moja. Sasa balance ndio ita. So ni utoe moja hivi. So kitu moja hivi side ndio nyingine moja. At least balance. Shit. So kwa kutolewa hiyo ndio leo unatolewa. Bila balance unatisi unaweza kanyaga. Unabaki ndoleless. I mean it's not that. It's viable. Compared to kidneys. Kidneys. Do you know if me unachiki even donating a kidney for me? Ni sawa mse unaweza peana kidney to ule mse mwenye unapenda. Yeah. But sasa unajua the problem is well lifespan yako pia inapungua. Alafu lifespan ule mse already shapungua. Ule mse unapata kidney yako hizi live off of it for a while. Kuna time itafika pia bado tutataka kidney nyingine. Inakuga hivyo. Shit. Kidney nyingine.
wewe sasa hiyo umepatiwa labda kama 5 meter. Hii 5 meter umedishi juu umechange mpaka habits zako design ya kudishi nini lifestyle and dialysis and shit. No, you get broke and then that guy will start asking for labda akona ndio kubai kingine. Ndio buy kingine, yeye atakubai kingine. Na bakisha moja. Unadedi. Utadedi boys. So I think nikuulize tisha ganchi ya maana. Nikuulize from like unafikiriaje? Au say to this kind of news according to me kwa nafikiria ni kwa check this story. Nikajiulizaje? Which is the viable solution? Yeah. The most viable solution like as a human being because I'm judge mseka huyu msee mwenye anaiba blood, anauza blood. Na amechukua hii blood kutoka kwa wasee na jabai. What if let's say for example you tell me right now I'll go and donate blood, I'll give you 1,000 more. Na ndajua hii blood imebaiwa. But hii blood inaenda kwa hosi utabai. Ukiona blood shortage utabai. Yeah. Mse mwingine akiwa nini hiyo inauzo unaona kai inaenda kwa markets. What right? Me know that the most viable, according this is my opinion. Yeah. The most human way to solve this could be because I'm human. Siwezi solve design nyingine. Uwezi solve QA. Kama umeuza 1,058,854 kgs of blood. Wacha wewe na watu wenye mmeuza nao hii blood. Wacha tuwashike tuwatoe hii blood. Let me get. That's how many. Draw this blood from you. Shit. Why have you stolen blood and then this blood is meant to go to our hospitals. People are dying because of blood shortages. And then all of a sudden you're putting the blood in the markets. Black market shit. You don't need a five or so draw blood. Unaweza draw blood yake na blood yake tena ni useless. Probably yeah. Juu unapata mse contaminated, intoxicated. Sasa mseka huyo sasa mnamhanga. Sasa blood yako atudai. Hatutaki kufunga juu tunataka kwanza tudoi damu baby. Sasa juu hatutaki hatuwezi damu si tunakuhanga tu yani tuomba tunakikoe kweli. Bro, mnauzaji damu. Basi yes uko anafanya mambo manze. It's getting crazy yani. Scandal. It is lakini hazitaisha. Yeah. But kwa story nani alicomment CS of health Duale. Aliruka mite fefte. Duale kuna kitu hakuna nikamse fulani kujenga hapa juu. Mse ana shit. Duale never says Duale just says he reads the script that the president has written for him. Like this guy anakonga tu yani. You see Gachagua stole money. So the mouthpiece. But akona beautiful biography book. Yes, I haven't read it. It's a good one. Utasemaje? Mimi nimesema tu Snapchat. It's a good thing. Ni kitu tu nikasinka. But bado kuna hizi conspiracies and which remain to be. I think 2 weeks ago nani Gijeli wafanya design nyingine deadly alipua story fulani ya Shaa ulisikia? Wala kuna nyingine hapo kuna nyingine hadi Africa Sensor Darisa hicho Johnson Shaa AI yake iko na faulty. Alafu kwanza Rigiji ya komboka. Rigiji komboka man. Gijo the real. Miki tulikuwa chama yake unachikiata kama vile na cartoon shenanigans ma hizi skills fulani na kalika Rigiji amekonga kidogo. But on the real Rigiji komboka. Rigiji is in business. Rigiji is at work bro. Hey. Manzo mse impeachment case yake imenibamba ni aje. Juu kuna ndiko le cookie. Wow, manze. Ati I was mishandled, you know, I was sick. Yeah. Nini? Alafu I demand vitu kwa mingi. 350 something Mike manze. in preparation from the
Wali nishtua nikasema okay. Alafu unajua kama kuna kitu kingine lawyers wake walikuwa na argue ni Limbaba. They argued out something which Kenyans are not actually, by the way, we are not just supposed to be supporting things that are just happening because they are popular. Venye Rigiji alikuwa anatoka, yes, Rigiji mimi nilikuwa support atoke, bro, like unaona, probably I thought clear na maandamano tutareplace labda hata na msee mwenye probably ana go for chenye sisi kama youths na sisi kama Gen Z tulikuwa tukifight for, right? Yeah, but on the flip side wakaleta nani? Professor. Mimi ni fan. They just picked another person from their fold. When sasa huyu anakadi kama ni lesser evil than Rigiji. Rigiji sasa wewe ni mdomo una bunga. Wewe by the ni basana. Unacheki? But Rigiji liki tumekuja kanibamba. Mse kumbe akona functionality, shit ina work for him. Mse chama yake iko sawa. Chama yake apparently wanafanya nomination tu vizuri, tu peaceful, wana elect tu mse yani. Yeah. Bro, like this guy was in the ruling party and this is what is now missing in the ruling party. What is missing? They cannot even do a nomination. They could not your design. As it's a heated team. Ni heated manze. Ni kama tuseme prime time ODM manze. Kila mtu anataka na ticket ODM, unaniget? Yeah. So itakuwa mwecheche, unajua? Yeah. Sijui unajua hivyo ndo kama party ni PMD, hamtakuwa wengi. Yeah. But ka party iko in its prime. What's DCP walikuwa ngapi? Akusema di numbers. Walisema tu na nimechaguliwa, but sasa ya nini ndo niliambiwa ni wasi wengi, asi 9. Mimi nikashtuka. 9. It's crazy, bro. It's crazy. Mmoja mimi nilishtuka. 9 love the second. Ati ya kwanza ameshinda na 300 and 200, the second akamshinda sijui na 3000 na. So ni kama walikuwa tu hapa. Up close and personal. Yeah. So yeah, Mary Giji is work play in the government make when nice. It's crazy, bro. But sai unajua mimi natasema sai unajua sai Rigiji amelearn. Unajua mimi natasema ana learn from what happened. Fall of grace. Fall from grace to grass. From grace to grass. Ule jamaa alikuwa mwecheche. Nakumbuka kitambo akienda Colombia. Hizo video ziko zinanibamba. Rigiji, you remain to be the only Rigiji ever. Sijui kuna ulicheki Karen Nyamu jo alienda anatusimtoi wa grade 10 kwa Senate. Ombe Karen Nyamu. Mtoi man jo saizi mshamweka hapo ni famous for all the wrong reasons man. Bana jo mtoi ni watoi walikuwa wameka kwa Senate. Walikuwa wamekuja kwa the speakers, the speakers lodge or something. So unajua parliament both houses na ni National Assembly na Senate wanaletaga watu wengi, wanainvite shule, wanakaa wanachiki proceedings ndo wanajua hata kudebate nini, wasa debate club kwanza sana ndio wewe. So wasameenda mtu wa grade 10 amekama hapo hivyo mmewasoma speech. Na kama mmesoma speech nini Karen Nyamu amesimama, sasa alikuwa anafauna welcome mtu huyu. Karen Nyamu jo anasimama amecall point of order, bro, on the floor of the house ana call point of order. Alafu anaanza kukani kama anataka ku trade words na mtu wa grade 10 na mpaka anasema Cherargei looks excited to see this girl excited, like because sexually excited or something. Bro, this is a grade 10 student, man. Mtu isa yako on the internet for all the wrong reasons, man. Manzi lakini ni vizuri, lakini hajashare face yake hapo, ni nice. Ni vizuri kushare face your dem, which is very good. Walisha hizo picha ziko asesi wazuri. The photos are there. Huyo mtu wa media afanye kazi nzuri, feature bana. Alimsexualize in. Alisexualize ule. Ni katoto kidogo. Sisi kabidi offer an apology. It was not really an apology. Ulisikia kwanza alisemaje before apology yake? Alitoa written for this apology. But
some parts I concur with them, but some parts are not. Always on the same. Kwa hiyo the same time. No, so the next day. The next day. Actually, the next day. The next day. Because backlash online ndio imeleta shida. Imeleta shida. Kuna so which is proceedings hivi unyo kwa unyo. Mnasemanga nini? Bado Karen Nyamu. Karen Nyamu. Mimi nakwambia 2027. Wewe. Ukiwa nominated. Sindio? Yeye ni nominated sometime. Huyo kwa state huyo. Sema ana run for time ana run for women rep. Anazipata Nairobi inapea gawa si fulani ndio juu Pasari alisema yeye anataka kitu kingine. I don't know where Pasari is going to fit in. Na sasa ana ule mjama wake mwenye alikuwa anamtetea baba alishadia RIP. Pasari ndio juu tuonesha ndani chelo. Mambo ya chelo. Mimi nakwambia tendo sasa vitu zinaenda kwa moja. Alafu unajua kitu inanibamba saa hii ati Sifuna na Kalonzo. I think hiyo ni wasee wanawapea. These are just people. It's not confirmed yet. It's not confirmed. Whatever Sifuna said. Okay, unajua hizi conspiracies. All parties have been talking. Yeah. Sifuna ni kama kasemaje? Was it the start of last week? Ni kama kasema if we want to actually kutoa huo rezo. Kitu yenye inaweza kwa fiti, yani kitu yenye tunaweza fanya fiti na ndio tuweze kutoa mse ni tukishikana sisi wote pamoja. Tukuwe na mse mmoja mwenye tutasupport. Lakini tusikuwe na kadi nyingi. Jota Sifuna alisemaje? Udrava ikuwe ni wase wawili, ikuwe 2 horse race against nani? Ikuwe ni opposition mwenye watachagua, ikuwe ni Rigiji, ikuwe ni Matiang'i, ikuwe ni Kalonzo, ikuwe ni huyo Sifuna ama ikuwe nani. Lakini ikuwe against au ndio against Ruto. Sasa Gachagua akakaa pia akasemaje? Tumekaa chini na kina Sifuna na Babu Owino na tumebonga to certain level. No. So they have probably had talks, some negotiation. But we all know Rigiji can't do shit. Not Rigiji can't do shit. Right now, kesi yake saa hizi inaendelea na unajua akona higher chances of kushinda. Not really. Do you know constitutionally there are no laws of impeaching a deputy president in Kenya. There are laws of impeaching a president, lakini hakuna laws za impeach deputy president. That was the argument yesterday in court, and on Friday. That was the argument they were giving in court. Biased. Apparently, in the constitution, it is not provided for. Hakuna law ya impeach vice president and you laid down in the constitution. There are only laws of impeaching a president. So the guy that we may concur later. Yeah, so the guy apparently alikuwa unlawfully impeached. If the court upholds that, na Rigiji, let me tell you one thing I know. Rigiji hawezi kubali kukua second fiddle to Sifuna. Atikue Kalonzo president, let's say for example if it becomes Kalonzo president because Kalonzo wants to become president. Matiang'i wants to become president. Rigiji amekuwa akisema yeye ndo party candidate wa DCP na Mlima. Watu wa Mlima masikio. Yeah. Ni masikio yangu. Mimi ndio kusema. The highest and viable point ule msemenye mimi naweza ni Sifuna, because Sifuna is pulling the masses, but sasa Sifuna unajua kuna venye itabidi tu yani ameconform juu sasa hauna ido ya Quran. So ni either back mse kama Sifuna. Me personally acha niseme nani ningetaka kuwa president ama mwenye naweza taka kuvutia, but you sema definitely one time. Ni one time. Definitely ni one time. Hapana bro. One time bro. Ni one time. Kama ni one ama ni two time. Ama ni tutamtoa. Definitely ni one time, but mimi ningesema
Ami hapa mimi naona tu wallahi. Sifuna Kalonzo. Kalonzo ni tunaleta tu the same damn fold man. Mimi Sifuna ameshikana Kalonzo. somehow apparently. Kuna negotiation. Lakini mimi Nataka kutengeneza united opposition front. mimi niseme tu hivi, kama umeona Pig Farm ile 1957, kama umeona hiyo animation, kama you have read that book, you should know this. It's plain truth na ni sio jaba. Once we are led by pigs and we'll always be led by pigs. Yeah. And most definitely hata tukitoa wetu one time, the other pig that will take over hata tufanye vile anisikia. So mimi kidogo nadosema so yenyewe tu tufikirie more than that. Okay. Babu Owino ameongelelea last week, ameongelelea aliopen up finally about ile sad shooting ya DJ Vol. Na apparently according to yes sasa venye amekuja akasema ameopen up, anasema apparently they were not arguing with DJ Vol for that night. Ilikuwa friendly argument ile ati DJ Vol alikaba kamuuliza aje aliona kona gana, kamuuliza hii gun kama ni real. Babu akamwambia ni kushow. Babu did not know the gun was Bab white white labeling ni sawa. Apparently amekuwa amelipa tangu hiyo time si wali settle out of court na ikakuwa yendo atalipa nini my bills and shit. Ati amelipa up to 70 million up to now. That nigga has money. But mimi kitu nitasema mimi Babu mimi ziniambia nimeona vida zake mimi. That nigga rowdy. Babu ni deadly, ni rowdy. Adis juu alikuwa na politician fulani juzi manze. They were just having, I think ni a month or two. They were just having a talk. Yani ilikuwa wameanza hapa, wakatoka kwa kiti wakabishana, wakaenda kiti kingine wakakaa, dakika tano ikaisha wakabishana tena. Wakatoka kwa kiti wakakaa place nyingine wakalishwa chini, wakabishana. Manze duko like really manze, kwani you guys what the hell? Mnakaa chini mna 5 minutes mko saa. Hey, after 5 minutes Babu ni rowdy bro. Unaona? So yeah, that's your story amekukufiti but hey mi Babu lakini tempa yake mimi najua wewe unaionanga hivi atakatuna kwa screen. Jamani mdinjaras. Sasa niko na stories tatu za mwisho hapa. Nataka tuguzie mbio. Mcheche. Ngie moja ya lifestyle culture and entertainment hapa. Sasa apparently hapa tunaongelea sana showing government with these two stories. Apparently the president amekuwa akikot Mount Kenya region sana, amekuwa akishinda Mount Kenya region, amekuwa akishinda Nyanza na Western. Na development inakaa to a certain level juu kama sasa it's evident the Mau Road imefishwa kujengwa. Unajua alikuwa amestop Mau Road juu kwa project ya Uni, lakini sasa inaendelea kujengwa na marudi zingine kadhaa huko ndani Western kuna development tunaona ikienda huko. Nyanza tumeona kuna development ikienda huko. Hii ni for campaigns but sasa wasiobakia yake mashinani kwake, imagine area yake Kericho, Nandi, wapi kumbe huko hivyo at the highest gazetted list number of gazetted roads ziko Western, Nyanza, Central, Coast. Lakini kwake the Upper Rift Valley, North Rift, South Rift, North Rift hakuna development inaenda huko. Mimi nasema hapo labda Moyo alifanya kweli. Unajua nisikinga stories za Moyo ati yuko kwake manzi alifanyanga kweli. Alijenga mashule na akajenga nini places za recruitment. Na marodi mocheche. But sasa unajua coming to look at it, if let's say for example kama vile Kibaki alipokuwa president, ukifika Othaya town kuna road inatoka kwa main road inaenda mpaka kwa Kibaki. Like ule msee alijenga. North Rift and South Rift ni one of zile places zenye wasao wamekuwa kisema zimekuwa marginalized. Juu hakuna modern development yenye imekuwa ikicome through ever since Moi alitoka. Unacheki? Juma alijazoko mbaya. Moi alifanya some shit but unachiki hauwezi compare na kama let's say for example hauwezi compare na kama wapi? Hauwezi compare na kama
kama the Mount Kenya region, let's say. Wallahi. Unaona? Yeah, unajua mimi naweza sema mimi naweza angalia hii history ya stats. Unajua numbers, we're talking about numbers. Like ukiangalia ni wapi Kenya kwa most populated ni hizo places umesema. Western, Nyanza, Central and the coastline, no. Huko ndo kuko na wasi wengi, so inahitaji hizo vitu. Mnafaa wana medingi, the more the populated area, huko ndo kuna nidiko rather than the dense. Chuku dense ile kiasi yenye moyo alifanya ingine mcheche enyadi sasa tunaiona. But anafaa, yes, we know anafaa once. You've never been to Eldoret Town. Do you know Eldoret Town is a one, ni kama inakuwa one street. Lakini sio kama Nax, Nax ni mbaya. Nax ni deadly. Hapana, Nax ni deadly. Sichiki kayo road ya kuingia Nax Town. Na kafiti. Sai Nax na kafiti, mi time ile Nax ilikuwa tuka ni chomtu moyo kwa into. Nax ni deadly. Kwanza Nax ni big aje, Nax ni big. Una compare to Eldoret Town. Ukitoka huku side ya juu kwenye kuna kugana ile mall fulani, ile mall ya Ruto na wale wa Hindi. Ndio ushuke sasa ukiingia sasa town. Kuna club fulani tulienda Eldoret inaitwa Samba. Club Samba. Sijui kama ilikuwa kwanza ile time ilikuwa 2018. It was during the Russian World Cup, lakini sasa hiyo place ilikuwa imetengeneza good design ya. Ilikuwa imetengeneza good design, walikuwa make design ya the 2014 World Cup ilichezwa Brazil. Nini. So I've been in 2018. Yeah. Eldoret 10 I think ilikuwa 2020 if I'm not wrong, during COVID. Bro, ile place ni ya one street, ni mtaa fulani yani mabizi kwa hapa katikati. Kwa hiyo road, kwa hiyo main road ni Ronga tuseme. Lakini Ronga iko na downtown. Ni venye sasa Ronga tuko na downtown na tuko na uptown. I don't like, as in majors na kuanga hivyo, but sasa aziko hivyo bigi kama hilo ama jubudo kezenda kama unachikia ya wale toka hata unaweza cheka wangu na ni town. Wale tok like unajua sita bigi, wale tok is not a major town. Unachikia kama sasa a major town ni kama tuseme Kajiado ama Narok ama Kisii town. Kajiado, Kisii ni Ngori, Machakos ni Ngori. Unaona? Ukicheki yani kuna matown zingine unachiki kama town, for example unaona Kakamega town. Lakini LD ni town ama ni city? LD sasa mean that is why unajua imekama ikaitwa city lini? Imekama ikaitwa city 2023 after Ruto amekuwa president. After Ruto ndiye amekuwa horizon imekuja ikaikuwa city. No. Juicy kona what the city status. Wallahi. Eldoret is not what the city status. Nakuru ina very large parcel of land. Ina deserve kwa city status. Why? Juu inaweza expandiwa, metropolitan yake inaweza expandiwa. Juu the city, a city does not grow inwards. It grows outwards. We may confer on that. Juu ya LD means the same inaweza kuwa juu ya athletes wenye wamefanya nisijui, lakini we may confirm. But LD is definitely. Tuache kupatia towns technical hitch one. Tuache hiyo light. Kuna technical hitch kidogo hapo. Director. Hizi vitu zifanyika but yeah. Director hapo. I think tunafaa kuacha kupeana city status kwa juu nimetoka place fulani. Tumediorka towns. Unajua kama town kama Thika, let's say for example, Thika deserves to become a city. Do you know why? Thika inafaa kuwa smart city. Thika kwanza unajua, Thika kwanza hiyo ndio ilikuwa hub ya manufacturing during the 70s, true, 60s, unaona? Till now, man. Akina Bidco wako huko, akina Devki. Most of the big companies ziko huko. Unacheki. But sasa umekuja umechukua city fulani, ati city, town. Umepea ikakuwa city. Umepeana mpaka contract ya kujengewa statues
Umetegemea statue zingine za Bwak ni hapo hivyo ya Faith Kipyegon na sijui ana tabu ndishi bana. Hiyo ni atembea ile kama ni yeye. Natembea do shit crazy kama hiyo bana. Hii ilikuwa gavana wa nini? Gavana wa kunaitwaje? Eldoret nini? Si Eldoret kanda Wasingishu. Wasingishu County, gavana wa Wasingishu County. Ni jina yake. Anaitwa ni Hilary Barchok. Huyo ndio Amina anasema anatumia zile unakumbuka zile za Sonko. Zile statue za Sonko alikuwa amekanga ile time before impeachiwe kwa governor. Sonko pia alikanga statue zingine zake pia deadly. Kumbuka hizo kama wanyama. Bro, it's script bro nafaa Kanairo ndio the major script to county dramas. Mimi lakini mimi nasema Kanairo ndio inahangana story deadly. Hata juzi Sakaja alikuwa last week alikuwa mbele ile Senate committee ya kina Sifuna na Cherargei. Wow. Kibiza bro, kibiza hapo. Unajua atakuwa kitokea for a while. Wamekuwa kimsamu. We atokee alijileta sasa. Walimfanya mbaya. Nafaa hivyo. Watu wakimbizwe. Kimbiza asiwa kuancheza kwa hizi viti. Sasa hivi wiki pia imepita bana, tulikuwa na death ya Dr. Job Obwaka. History by the after arrest yake. Alafu autopsy zilitoka. But walisema alidina heart attack, but sasa unajua kulikuwa na prime suspect alishikwa. Nito sijui ni Brenda ama sijui nani msoji na yake. Wanaita sijui Brenda Wanjiko. Sijui Doki ama sijui. Juu walikuwa wamechill nendo ika happen. But sasa family wako convinced, so wameitisha ni toxicology report. Toxicology. Beg my French. So then condolences to them. Manze. Because the investigation bado jamalizika. Sitapeana opinions mingi lakini jo me according to how I see it. Tumekuwa tukichekini nimekuwa hapa. Mimi alafu tena bado. Mimi tena kuna story ya wasema za blood tena. Mimi kwanza ukinikumbusha hiyo story, unanikumbusha story ya Manyora. Hamo Nyamora. Manyora. Mse si. That guy, just kwa best in a million years kwa iona kitu yenye alifanya. Ni yeye alifanya hivyo. Ati mimi sasa ndio chairman wa KH. Nini inaitwaje Nairobi Hospital? Yeah. And he was running a gazette. Like Nanijaba, imagine Nanijaba, and you know who unajua Hamo ni nani na akoli tu mseni political and governance analyst. As in sijika unaget ile point yani umse kwa na courage na kaje bana 10 minutes. Ishe unaona as in me point yangu ilikuwa umse kwa na courage na kaje haogopi. I think the backing yenye pia unaweza kuwa nayo pia to a certain level, unajua they will do shit. By the end alilipa fine sijui ni 2 to 10 million. What a blood clot ati? Si alipela kwa dikoti ni it was sio bado kuna do. Haban Manyora what the fuck are you doing? Mimi nadhani getu unakoga anti government. Kumbe labda pia bado je unakoga tu ndakas. Cheki, mimi nakwambia kwa tu inja komboka doba. Sio komboka aje? It's crazy deadly. No last story of the night bang. Kulikuwa na Kalasha Awards. Bede Kalasha ilikuwa manzi. Mimi kitu ilinibamba naitwaje? Ni Makaranja ama ni nani? The veteran filmmaker. Orezo manzi hapo shukrani manzi Olympia ni 2 million bob. Hapo alisema hapo. Alafu kanibamba, mimi kitu ingine alinibamba ni aliongeza award. Hiyo siku kila mtu alikuwa award alikuwa fakula 200k. Yeah. Aliongezeka kwa half a mil, alafu akaongeza fund ya film fund. Sasa iko $1 billion bob. $1 billion bob, yeah. Hiyo ndio hizo. Hiyo highlights zangu to the night. But mimi niko na highlight moja. Unajua mimi as much as but hakuni hiyo walikuwa wamefanya nini fulani hapo set fulani hapo na Urezo. Cheki. Walifanya script wa chama mambo bwana. Ujamaa jole. Manze
She. No man, don't do. Manze uko na president. Hapana, hata sivyo. Hata chana hiyo skit. Unajua mimi highlight zangu ni nini? Me, I acknowledge everything that was done right. I acknowledge everything that went right by that night. Hiyo company aliongezewa si hiyo 300k hiyo on top hiyo 200k walikuwa napewa. Oh, no, get the Megan story. Lakini sasa hata nikwambie mimi unajua me I'm all about what went wrong. One thing that went wrong during that night. What went way higher? Kuna nini? Kuna videographer fulani. Like graphic designer, I think. Alipewa job ya kuonyesha venye. So according to plan ya Ruto ya kujenga affordable housing. Kila affordable housing unit ama hiyo gorofa ama hiyo space, right? Kutakuwa na studio. Sawa. Kutakuwa na gym, kutakuwa na place ya ku-express. So ni kwanza for artists kwanza, let's say for artists. Kutakuwa na an artist like an artistic space where an artist anaenda. So hata itakuwa easy for the government to discover artists. Maybe anasema it will be able to work hand in hand na ile studio mtaani, studio mashinani, blah blah blah. Okay. Sasa graphic designer akaambiwa atutole a 3D mock-up plan ya venye hizi places zitakaa. Graphic design. Ule jamaa jo alienda akalipa hata jamaa alipa free. Hiyo tayari. Jubuda. Misspell. Kijaza Ruto ni za grey. Si ndio ni za grey na white. Hizi za affordable housing. Buda. Hakuna shit kai hiyo yani nenda kwa hapo Jubuda. Umse ametumia tu AI magorofa tu fulani za orange. Ma misspelling fulani. Kuna ni place fulani. Unaona flag ya Kenya iko flipped. Sawa. Iko flipped. Alafu sasa wamechukua sijui green screen ndio wameka Ruto sasa in the last shot up you know. That's he was talking about that shit and blah blah blah. And wame set aside no flag. Right? To do all this. Yeah. Set up these studios and blah 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 and all this. No. Aya, tuonyeshe nani ana finance. Tuonyeshe financial plan yenye msha set up ya kulinio. Unaona, kuna a whole lot of promises but nothing is going to happen most probably. Unaona? Yeah. Kuna funding plan. Juu hata wasasa sema SGR anasema anataka kujenga mpaka Nyanza. Hakuna funding plan, hakuna financier, hakuna financial plan yenye imekuwa set aside, hakuna do yenye gava set aside for that shit. But tutajenga really. Yes, anasema anatumia your pension money. Yeah, unacheki. Okay. Which is money there. Yeah. Hiyo pesa iko. Sio jaba. Ni sawa. Umeweka 1 billion hapa. Unataka kujenga hizo nini kwa affordable housing. Unaona? Bro, if you're already building the affordable housing spaces, zinafaa kuko already ziko incorporated hapo. Haifai kuwa a plan. Ni kama I bought a Rolex watch. Alafu sasa naipeleka ikiwa plain jeans, nimebeba Rolex watch hivi kutoka kwa Rolex. Naipeleka kwa diamonds. Aftermarket diamonds. So I had no budget for buying these diamonds. Ni venye naona nimeona inaweza kuwa essentially hizi diamonds inaweza fanya hiyo watch ikae. So acha niende ikae kwa. But initially what I needed was a watch. Chenga hizi vitu already, sio? Nimechenga hizi mahao. But the plan was not there. Uko na funding model ya affordable housing, lakini una funding model ya kuweka hizi vitu zingine zenye unatombea utaweka, which means that's a lie. Not okay, anaweza kuwa anasema hivyo but he has been saying that and but mimi kitu mimi najua kama tuseme like for example kama hizi banks zetu zote ziko Kenya, hizi shura zote ziko Kenya, kuna do inakwanga ikuivutunde ama tuseme like for example sio nde as in yeah as in nido tu yani iko tu ni kama like the pension fund, unajua nido inatokanga from the 3 million employees from the government plus the 4 million from the private sector whatever. Hiyo yote inatoka kwa pension fund. Hiyo pension fund inanga
another way of monetizing that money. Yeah, naongelea hiyo do imestall hiyo. But si wanalipaga nao wase malipauzeni. Yeah. Hizo ziko as in sijui kama unanielewa, it's in excess money. In excess na yeah, how is it in excess na wanapatia malipauzeni wale wase wanapatia 3,000 a month. Mimi nakwambia if it is in excess then unaweza kuwapatia basi 10k basi. Wewe unapea 10k juu was obviously kila mtu anaenda na rate card yake, unaona? Juu ni kama unasikianga it's above my paycheck. So unajua you know unajua weka ni mzee Kenya constitutionally unaenda una register because you're not working. So au party malipauzeni hauna do ya social security, hauna do ya health and all that, so you have to register with the government. The government inakupeaga a certain stipend every month. Yeah, that's true. Sana inakuja gazeti sasa. But sasa naona kushow sio kwa kila mzaa. Mimi nakwambia hiyo wale wenye hawakuwa wanafanya kazi, those who are not pensionable. Hii social security. Sasa wewe mwenye uko kazi unalipia wasee wako. Yes, so no which they pay, so wanapatia wasee 3,000 wenye wanawapea. Alafu sasa kuna hapa paruetu wenye wamekuwa labda probably walikuwa wamewaka. Sasa umekuwa in pensionable jobs, umeretire si government inakupea pension au wanapatiwa certain amount pia hapo, which si sustainable bado. Iko sustainable ina depend unafanya job gani, ina depend kwa job gani, ilikuwa ina sio hiyo, ina depend. Unajua kwa mwalimu ina depend ulikuwa unapata tax bracket ya ngapi. That is the main thing. Na salary cap yako ilikuwa imefika hiyo tu, ndio inaanga main thing, ndio pension yako unajua. Unajua principle wa sasa ni paying average basi. Average hapana, ina depend. Sasa ina depend how much you're being paid. Kuna mwalimu analipo different na daktari. Average ya mwalimu wa chemistry teacher sijui. We are not teachers. But one thing I know. Teacher na wanga ni akina medalo unapegwa around kama 40k pension. Yeah, 40k. But sasa unapata hiyo inatoka after like 3 months. 40k every 3 months. Yeah. Unacheki. So inaia anapata 120. Alibebe niende nifanye shopping. No. China yeye anapata 120. School fees. No, what? Yeah. How the hiyo ndio hakuna vingine hakuna vingine itamsaidia ati hakuna vingine itasolve issues zangu. So unapata bado ndio maana waseni wazai lakini bado wana hustle. Ushatoka job bado una hustle. Si unajua hii pesa haitoshanga. One thing unatiki kitu kingine okay, hata sana funding model hiyo shit me check I will not believe that 1 billion has been given to the film fund or nini yo izimzenskizi Mr. Mini mpaka do I see paperwork. Yeah. Mi hapo ndo penye tumefikishana saa hii na hii government ya Ruto bro. Kama hakuna paperwork behind it yenye imekuwa gazetted public yon. Juu kwanza the National Gazette inakuwa ngapo lakini hata ndani kuangalia. This guy just says shit outside there alafu tena tunakuanga tu like yeah. Ametokea imefika 1 billion. Yeah, unajua me kitu mimi naweza add on to that point ni kitu unasahau ni bado kuna wahuni wenye wako chini huyu mjamaa. So hadi kitoleo 1 billion wahuni wako chini yake before kufikie. So unajua tu kuna that part. Haya. Na nataka tukimalize hiyo story manzi. Finyo kidude. Bana jo, tupata pale Elevation Studios every morning, kila mahali and then Rock City Podcast is back. It's back man. Man jo tulikuwa tumechukua kahaya tazapo hivyo kiasi. And wase mimi unaweza nipata Babs Mandem on Instagram, Alibaba on Facebook, Babs Mandem on hizo zingine zote. Mimi ni anti-social mimi kitaka kunitafutia kwa grao, but ukitaka kunijua anaitwa Moje padi left hand side, keeping it real. Tutapatana bana inshallah. Wewe gutiana job ni umechila hapo hivyo, gutiana sasa waambie wache Rock City Podcast au sio job finya till next time. This is Rock City Podcast, man. The biggest, the baddest podcast in and out of the city coming to you like from Rock City.